kwamba wewe mtu amefanya hicho kitu. Basi nilipokuwa nasikia nilikuwa nikimuuliza, alikuwa ananikatalia na ananipa na ushahidi, na kweli nilikuwa namwamini. Na muda wote wa mahusiano yetu alikuwa anapenda sana mimi namposti nini, na mimi nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu nilikuwa naamini ni mtu wangu na tunapendana, na yeye pia alikuwa ananiposti hivyo. Baadaye nilikuwa nikiingia hivi mtandaoni nikaona mtu anamposti nini, afu sio chini ya mmoja, wawili, watatu na kuendelea. Nilikuwa nikimuuliza asema jasifanye yani ni watu wake tu, marafiki na hivyo. Nilikuwa namwamini kwa sababu nilikuwa nampenda, kwani akidanganya kitu kidogo tu nilikuwa kitu namuelewa. Nilikuwa nikijaribu hata kusema labda nimbishie hivi labda kama inaonekana hapa ni kweli na hivi, lakini alikuwa pendi yani tubishane. Nikibishana anaanza kuniambia angekupa wife hapa angenielewa, unapenda kubishana sijui na nini hivyo. Kwa alikuwa mtu ambaye sometimes ananikaripia hivyo. Basi nilikuwa najaribu kumwelewa kwa sababu ni mtu mwenye hasira sana. Baadaye nikawa naona hivi vitu yani kwa hao wanawake kwa wananitafuta sasa, wananiambia direct sisi au kwa kila mtu kwa wakati wake. Huyu ni mpenzi wangu sijui na nini, anatumia na ushahidi hivyo. Nilikuwa nikimuuliza kijana anakasirika, muda mwingine ananitukana kwa sababu alikuwa ananiambia kwamba hao watu yani kwa nini nimewapa nafasi ya wao kuniambia, kwani sikuwakatisha, yani kwa nini nawapa nafasi ya kuwasikiliza. Ikafika wakati nikawa naamini sasa maneno ambayo nilikuwa naambiwa, lakini nilikuwa nashindwa kutoka kwenye hayo mahusiano. Baadaye akanionyesha kama kucha yake waziwazi kwa sababu alikuwa anaamini kwamba nishajua ukweli. Kwa hiyo akanionyesha kwa uwazi. Nikajaribu kuongea naye kwamba bwana usinifanyie hivyo, unajua